Mlango wa 2 mstari wa 7. Hallelujah. Thank you Jesus. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapuliza puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Haleluya. Narudia, nataka kila mmoja aweze kuona. Bwana Mungu akamfanya mtu, hakuumba, kwa sababu uumbaji ulifanyika katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 28. Hebu turudi kwanza hapo tuone jambo ambalo ni muhimu sana katika uumbaji wa binadamu. Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 28 anasema ya kwamba wacha tumfanye, wacha tumuumbe. Tuone mstari wa 26 tafadhali. Tuone jinsi ambavyo wanasema. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kiumbe kitabaacho juu ya nchi. Kidogo hapa tunagundua ya kwamba kuna mamlaka ambayo yako ndani ya Mungu. Najua nimenena hili neno mara nyingi sana mahali hapa. Kila wakati ambapo nahubiri, mara kwa mara nimenena hili neno ya kwamba Mungu ametupatia mamlaka, ametupatia uwezo. Hapa tunaonyeshwa kwamba tuliumbwa na tukapewa utawala. Kitu ambacho nitakitaja siku ya leo ni ya kwamba wakati ambapo anataja hao wanyama, hataji tu wanyama kama vile ambavyo tunajua wanyama, lakini anataja kila kitu ambacho kitokacho ndani ya mazingira yale. Kwa hivyo wakati ambapo anasema aliumba binadamu ili aweze kutawala samaki baharini, ni kila kitu ambacho kiko ndani ya bahari, kila kitu ambacho bahari inaweza toa. Bwana asifiwe. Ukirudi nyuma twende mstari wa 20. Haleluya. Mstari wa 20. Mungu akasema, maji yajawe kwa wingi na viumbe vyenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. So unagundua ya kwamba kuna maji ambayo yanatoa wingi, abundance, wingi wa viumbe vyenye uhai. Maji yana vitu ambavyo huwa inatoa. Viumbe ambavyo tunavizungumzia sio samaki peke yake, ndio nataka kusema. Kuna malimwengu, kuna vitu vingi ambavyo viko katika maji ambavyo sisi tuko na utawala juu yake. Bwana asifiwe. Kila kitu ambacho kinatoka ndani ya maji tuna utawala juu yake. Na pili, na ndege waruke juu ya nchi. Hapa inazungumzia anga ambayo tunaiona katika mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Mungu anakaa huko, lakini katika mbingu ya kwanza na ya pili, ya kwanza ni ambayo tunaiona, ya pili hakuna wanyama hapo, lakini kuna viumbe. Na vile viumbe Mungu ametupatia utawala juu yake. Bwana asifiwe. Kuna mapepo yanakaa, kuna wafalme, kuna falme ambazo zinakaa huko juu. Unaona katika Danieli mlango wa 11, mlango wa 10 pia unaona ya kwamba kulikuwa na watawala ambao walikuwa wanakaa wakazuia maombi ya Danieli kusikika. Wakakaa siku 21, akakaa siku 21 kabla apate majibu yake, na kaanza kulalamika. Lakini yule ambaye alikuja, ambaye ni Gabrieli, alimwambia kwamba kutoka siku ambayo alianza kuomba ndivyo alivyopewa jibu lake amletee. Lakini kulikuwa na watawala
ambao walikuwa katika anga ya pili, ambao walipigana na yeye wakamzuia asilete majibu yake. Bwana asifiwe. Ikambidi Mikaeli aweza kutumwa ili aweze kuja kupambana na wale na yule mtawala, na ndio Gabrieli akapata nafasi akaja akamnenea. Baada ya kunenea, Biblia inasema aliona atazuiliwa kwa sababu mfalme wa Pashi atakuwa anaja. Kwa hivyo akamwambia wacha nirudi upesi. Kwa hivyo kuna watawala zingine ambazo ziko, akisema ndege amaanishi ndege tu. Haleluya. Tumepewa utawala. Kwa hivyo binadamu aliumbwa, lakini mstari wa 7 mlango wa 2 unatuonyesha sasa, baada ya kumfanya katika mlango wa 1, sasa anaumba kitu, anachukua ardhi, anachukua udongo, anatengeneza kiwiliwili, halafu anapuliza puani pumzi ya uhai. Baada ya kupuliza pumzi ya uhai, hiki kiwiliwili kinakuwa nafsi hai. Kwa hivyo binadamu ana utatu. Binadamu ana utatu. Kama vile Mungu ana utatu. Mungu akona Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Binadamu ana utatu. Na utatu wake ni akona mwili ambao alifanya kwa udongo, ana pumzi ya uhai ambao tunaita roho, na tatu akona nafsi, akakuwa nafsi hai. Leo ninafundisha, kwa hivyo chukua kalamu wazo kuandika. Mwili ni vazi la nje tunaloliona, linaloshika na ambalo lina uwezo wa kuhisi na kushiriki katika mazingira. Wakati ambapo unaniona hapa, nitauliza Biblia hii ni ya nani? Utasema ya mchungaji, sivyo? Bwana asifiwe. Amen. Utauliza koti hili ni la nani? Utajibu la mchungaji. Mkono huu ni wa nani? Wa mchungaji. Mwili huu ni wa nani? Mchungaji. Mchungaji basi ni nani? Nani mchungaji? Maana wakati ambapo unaniangalia, unaona nini? Mwili wangu. Haunioni mimi. Unaona mwili. Mimi ni nani? Uliza jirani, wewe ni nani? Wewe ni nani? Naona mwili wako, lakini wewe ni nani? Bwana asifiwe. Kuna mtu ambaye kwa ndani yako ambaye anasema mkono wangu unauma, mguu wangu unauma, jino langu linauma. Huyo mtu ambaye ako ndani yako ndiye tunaita roho. Roho. Kila mmoja wetu ana roho ambayo alipokea kama pumzi ya Mungu ndani yake. Na Mungu akiitoa ile pumzi, basi umeisha. Ndio maana tunasema wewe sasa si nafsi hai. Tofauti ya nafsi na roho ni hivi. Roho humrudia Mungu. Tufungulie kitabu cha Mhubiri 12 mstari wa 7 pia. Mhubiri 12 mstari wa 7. Nitajaribu kuharakisha kwa sababu lazima nifike kwa utashi. Inasema nao mavumbi kuirudia nchi. Okay? Mavumbi hurudia nchi, yani mwili wako urudi kwa nchi. Vumbi kwa vumbi. Kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Kwa hivyo mwili wako ni ardhi. Wakati ambapo utafariki, utawekwa mchangani, utarudi kuwa mchanga. Lakini roho inamrudia Mungu. Kwa hivyo roho ni ya Mungu, mwili ni ardhi. Hakuna mahali mwili ambapo unafuata. Tunaishi, tunawazika waliotuacha, lakini ni mwili wao tu. Wakati wa kumzika, kama sisi ambao ni Wakristo, tunachukua muda kama siku 3, wengine wiki, wengine wiki 2 kumzika. Wakati ambapo
unamzika unalia sana, lakini unalilia mwili wake. Kifo kilifanyika, roho ilirudi kitambo, kwa sababu hiyo ndio roho. Huyu hayupo na unasema alienda zake, ama tunamwita mwenda zake. Bwana asifiwe. Mwili wake uko wapi? Amelazwa katika chumba cha kuhifadhi maiti. Bwana asifiwe. Nafsi, tofauti ya roho na nafsi ni hii. Nafsi ni utu, ni kiini cha ubinafsi kinachokutofautisha na mwenzako. Hakishikiki pia. Tulisema kile ambacho kinashikika tu ni mwili. Nafsi haishikiki. Nafsi ni mwongozo wa maisha yako ambao ni tofauti na wa jirani yako. Halo? Tunashika. Kwa hiyo ni kile ambacho tunakiita ni wewe sasa. Ni wewe binafsi sasa. Ni ubinafsi wako. Sisi wote roho imetoka kwa Mungu. Tumeona itarudi kwa Mungu. Kama umeokoka kama hujaokoka, wewe roho itarudi kwa nani? Ni yeye aliupatia uhai na unarudi kwake. Lakini nafsi ndiyo itaweza kuwekwa katika hukumu, kwa sababu nafsi ni tafsiri ya anga za kiroho na mazingira ambayo tunapitia. Kwa hiyo jinsi ambavyo unadanganya, hiyo ndio hulka yako ama ndio tabia yako. Tunasema hiyo ndio nafsi yako. Unasikia kwa Daudi mara kwa mara anasema, nafsi yangu muhimidi Mungu, nafsi yangu mtukuze Mungu. Manake roho inamtukuza Mungu kila wakati ilitoka kwa Mungu, lakini nafsi lazima uitiishe ili iweze kumwabudu Mungu. Halo, tuko pamoja? Utatu wa binadamu. Mwili uko na damu na nyama na una mifupa, sio? Vitu vitatu ambavyo kuna vitu vingine ambavyo vinatengeneza binadamu, lakini ukitoa damu ashafariki mtu. Kimwaga damu, kimwaga yote kidogo itazabagia. Ukimwaga yote ndio inatuweka hai. Mifupa inatupa nguvu. Damu inatoka pia kwa mifupa. Unapata Yusufu alisema, msiache mifupa yangu hapo Misri wakati mama unanibeba. Maana ndio uhalisia wake. Mwili unaweza kuwa utakuwa, lakini mifupa itakuwa na utaibeba. Mwili nayo nyama ni ile ambayo inatufunika. Nasikia upepo, jua kali na hayo mengine. Nafsi, katika nafsi ama tuanze kwa roho. Katika roho kuna vitu vitatu pia. Kuna sauti ya ndani. Nasikia mtu anasema, kitu kiliniambia nisipitie njia ile. Hicho kitu cha ndani. Hiyo sauti ya ndani tunaita intuit kwa Kizungu. Ni kujua tu mambo kwa kukisia, lakini kuna sauti nyingine ambayo inakuonyesha kwa sababu ni roho na roho ametoka kwa Mungu, inashikana na anga za kiroho. Kwa hivyo inapata majibu, inapata mawasiliano na anga za kiroho. Kwa hivyo haujui kwa nini utaki kupitia njia ile, lakini kuna kitu na maamuzi pitie ile njia. Usipande gari ile, usisalimie huyu mtu. Huu ni tapeli. Haujui kwa nini. Mwingine anasema damu yangu na yake azipelekani. Bwana asifiwe. Ya pili, kuna dhamiri. Dhamiri iko ndani ya roho ambayo inatufundisha tofauti ya mazuri na mabaya. Okay? Na ya tatu ni ibada. Ndani ya kila binadamu kuna njaa na kiu ya kuabudu kitu ambacho kiko juu yake. Mungu aliweka ndani ya roho yake. Roho ya binadamu. Awe mtu ametoka Afrika. Siku za kitambo ulipata ya kwamba bado watu walikuwa na abudu
hata kama hawajajua Yesu Kristo, na wanaabudu miungu yao. Ukienda kila mahali utapata kuna kitu ndani ya binadamu kinachotafuta kiu ambayo inatafuta kiumbe ambacho kiko juu yake ama uwezo wake. Leo nataka kuzungumzia kuhusu nafsi ambayo iko na vitu vitatu pia: akili, hisia na utashi. Akili, hisia na utashi. Akili ni uwezo wa kufikiria. Hisia sio wajua tu mapenzi, chuki, hasira. Na tatu ni utashi, ambao ndio leo tunataka kujua utashi wa Mungu dhidi ya utashi wetu. Utashi ni uwezo wa kuchagua na kufanya maamuzi. Andika. Kwa kizungu tunaita the will of a man, okay? The will. Utashi ni uwezo wa kufanya maamuzi kwa akili. Uwezo wa kufanya maamuzi kwa akili. Pili ni uwezo wa mtu kuchagua. Uwezo wa mtu kuchagua, kuamua au kukataa jambo fulani kwa kutumia akili na utambuzi. Okay? Kwa hivyo ni jinsi ambavyo unachagua, unaamua, unakataa jambo fulani kwa kutumia akili na utambuzi. Realization, utambuzi. Uamuzi huu kutokana na akili. Bwana asifiwe. Akili mantiki, na lazima uhusishe uhuru wa kuchagua. Okay? Mantiki ni kama realization, right? Unaweza kuwa unafikiria lakini unaamua, unafahamu kwa pengine kwa kufanya uchunguzi fulani, unabainika. Kwa hivyo uamuzi ambao unachukua sio uamuzi unaofuata kama upepo, bendera ikifuata upepo. Ni uamuzi ambao unafanya kwa hiari na kwa mantiki. Bwana asifiwe. Mara nyingi uamuzi huu huwa na vitu vitatu. Kwanza, lengo. Una lengo. Kwa mfano, kesho nitaamka saa 12 asubuhi. Nitaamka saa 9 asubuhi. Maana nasikia kuna haja ya kuomba. Hilo ni lengo. Bwana asifiwe. Ama unasema nikipatana na Kamau nitamzaa makofi na nitamwambia aache kunizoea, maana kile ambacho alikifanya kilikuwa kimenikosea heshima. Sababu hiyo ya kutoka kwa nyumba yako uko umeamua nitamzaa makofi, nitamkemea, nitamfanyia mtu fulani kitu fulani, ama nitampenda, nitambusu, ama nitamkumbatia mtu fulani. Hilo jambo la kufikiria na kutaka kufanya hilo ni uamuzi ambao umeufanya na una lengo. Bwana asifiwe. Pili, huwa ina tabia, utashi hauna fujo za kihisia. Utashi hauna fujo za kihisia. Haubadiliki na jinsi unavyosikia kwa wakati huu. Halo? Utashi haubadiliki. Ndio nikakwambia kuna tofauti ya mapenzi na utashi. Manake utashi hauko ndani ya hisia. Kuna hisia na kuna utashi. Unaamua utasoma hata kama unasikia utaki kusoma. Unachukua mguu unaweka ndani ya maji. Unakaa chini katika ibada, unasikia kitu inakwambia amka, lala, sinzia, lakini una msukumo
ambao hauandamani na hisia. Bwana asifiwe. Kiini chake ni maamuzi ya makusudi. Ni maamuzi ya makusudi, akili na utambuzi. Haleluya. Tunaona utashi is willpower. Willpower, the strength to fight regardless of the environment, regardless of who is with you. Unaamua mimi nitapigana. Kuna kitu ambacho tunaita hali ya hewa ya moyo, mood. Unajua ile mood, usisiki kuomba. Lazima utashi ukue ndani yako, unakusukuma. Na kila binadamu ako nao. Mimi hushangazwa na watoto wadogo. Anaweza sema mimi nataka sweet ama nataka kitu fulani. Hata umchape bado atalilia hicho kitu. Sijui kama ushaiona. Unajiuliza katoto ni nini bana? Anasukuma, anataka ndio lazima ashike moto, ashike chochote. Waswahili wakasema akitaka kushika moto mwache, akichomeka Bwana asifiwe. Mwachilie. Atajua kubadilisha utashi wake. Haleluya. Kuna msukumo ndani ya kila mtu kufanya hivyo. Pili, utashi ndio break ya hisia. Nataka nisisitize haya maneno kabla nifike katika utashi wa Mungu. Ndio break ya hisia. Hisia mara nyingi tusongesha kufanya mambo bila kufikiria mbali. Utashi ndio utuzuia kuingia katika majaribu. Bwana asifiwe. Kama una uamuzi wa dhati, unajizuia kuingia katika majaribu. Na ya tatu ya mwisho ni nguvu ya utulivu. Wakati hisia kama mapenzi, unaweza penda mtu sana, chuki, ghadhabu, kutosamehe, wakati hizo hisia zinaleta joto katika mwili, utashi ndio unaleta utulivu. Hii inaleta joto, inaleta baridi, inatuliza ili uweze kuishi uko unaenda sambamba. Unapata mtu amekasirikia mtu sana mpaka imemzuia kukula chakula. Anapenda mtu sana mpaka karibu ajinyonge akikataliwa. Halo. Lazima uwe na utashi ambao utaleta utulivu, upunguze ile joto. Wakati ambapo uko na hasira sana, jiulize, je, nimefanyisha mazoezi utashi wangu ili niweze kufanya kama vile Mungu amesema nifanye katika Biblia? Maana ndani ya neno la Mungu kuna mashauri ambayo lazima tuyafuate. Nataka niharakishe, niwalete tofauti ya utashi wa Mungu na utashi wetu. Ya kwanza, tofauti ni asili. Asili ya utashi wa Mungu ni upendo. Unaweza hata weka jedwali, uweke jedwali hivi, uandike upande mmoja Mungu, upande wa pili binadamu, uandike asili. Asili ya utashi wa Mungu ni upendo, ukweli na haki. Bwana asifiwe. Ndani ya Mungu utashi wake, kile ambacho ni the will of God is usually based on truth, justice and based on love. Lakini kwa binadamu huadhiriwa na upungufu wa binadamu ama wa kidunia. Upungufu wa kidunia, na upungufu huu unakuwa na upungufu wa kiukweli, uko na uchoyo,
uko na uoga, uko na viwango vingine vya dunia. Kwa hivyo utashi wetu una upungufu. Sio kila mmoja wetu anaamua atamfuata tu Mungu. Haswa sisi wenyewe tunakuwa na uchoyo. Ndio nimeuliza, unapea mtoto switi, unamuuliza nipatie, anakataa nao. Uchoyo umetoka wapi? Na anang'ana kabisa kukataa. Hata anaweza chukia mtoto mwingine na hata hujui kwa nini amemchukia, na anaanza kumgonga. Amemchukia kwa nini? Ni sura yake, ama ni vile anasikia anatishwa na uwepo wa huo mtoto mwingine. Uwe mtu ambaye ni mkuu ama mdogo, ndani yetu kuna upungufu. Pili, upeo na nguvu. Tofauti ya upeo na nguvu. Ya kwanza, ndani ya Mungu kuna upeo na nguvu yake ni thabiti na daima hutimia. Ni thabiti na daima hutimia. Kwa hivyo the scope of God's will, upeo wa utashi wa Mungu ni thabiti na daima hutimia. Haleluya. Utashi wa Mungu hutimia kila wakati. Let your will be done. Najua Yesu alituambia tuombe mapenzi yake yafanyike, utashi wake ufanyike. Utashi wake hutimia na ni thabiti. Utashi wetu huyumbayumba kwa maamuzi tunayofanya kila siku. Utashi wetu, leo ninaweza amua nitakuwa nikiamka saa 9 asubuhi kuomba, halafu baada ya mwezi mmoja nimechoka, sasa niseme haina haja ya kuomba tena, ama si hata Mungu amenisikia maombi yote nilikuwa nikiomba. Unaweza mimi nitafunga, inafika saa 9, saa 7 uliweza, lakini nilikuwa na njaa. Kipika saa 9 unasema jamani, mimi sifiki saa 12. Unapatana na chapati unapita nao. Utashi wetu uyumbayumba kwa mazingira. Utashi wetu uyumbayumba kwa maamuzi ambayo tunayafanya kila siku, kila wakati. Kumbuka, maamuzi yetu ni kwa akili ambayo tunayo. Kwa hivyo unaweza kupenda mtu na useme mimi nakupenda milele. Sijui ni wangapi wamesema hayo. Unajua sisi tunaona wengi wetu tumekomaa kidogo. Huko ndio unasema mimi nakupenda milele, mimi nitakufa kama siko na wewe, tutaishi na wewe milele. Mshaambiana maneno matamu, mmeambiana vitu vingi, lakini kumbe huko umegundua kwao wanakuanga ni wachawi, ama kumbe yeye anakuanga mdanganyifu, ama anakuanga na hasira, anakuanga mtu tu ovyo. Jinsi ambavyo unaendelea kumpenda, jinsi ambavyo unaendelea kutembea, unagundua kuna vitu vingine ambavyo vinakuja kwa sababu ulikuwa na upungufu. Kumbuka, binadamu ana upungufu kwa utashi wake, lakini utashi wa Mungu ni kamili. Halo. Wewe ulikuwa na upungufu wakati ambapo ulichukua uamuzi wa kumpenda, na ulikuwa naambia watu huyu ndiye nitaoa, huyu ndiye nitaoa, huyu ndiye nitazalia watoto sio. Wakati ambapo ulikuwa unatoa uamuzi ule, ulitoa kwa akili ndogo ambayo ulikuwa nayo wakati ule. Kwa mfano mimi, wakati ambapo nilioa mke wangu, nilijua tutaishi naye. Yakatendeka yaliyotendeka, akaniacha. Bwana asifiwe. Sasa mimi ni mjane, lakini sikujua. Yeye ndiye alijua. Utashi wake hauna upungufu wa muda. Kwa hivyo tutasema matokeo katika utashi wa Mungu una amani ya kweli, furaha na utimilifu. Katika matokeo kuna amani ya kweli, kuna furaha na utimilifu. Katika utashi wetu, mara kuna masikitiko, kuna utupu wa kiroho na kuna madhara.
Ukuwe na utashi wako, manake una upungufu. Saa zingine matokeo yake ni utupu. Najiuliza, sasa huyu nilioa wa nini? Huyu nilikubali ya nini? Hii kazi nani alinituma hapa? Nani aliniweka hapa? Kwa sababu ulikuwa na upungufu wa kuchagua Mungu, unakuwa na utupu. Sasa tumeboeka. Nataka niharakishe niingie katika sura mbili za utashi wa Mungu ili tuelewe utashi wa Mungu. Sasa najua tumeelewa utashi wetu na utashi wa Mungu. Sasa tuingie katika sura mbili za utashi wa Mungu, kwa sababu utashi wa Mungu uko sehemu mbili. Niko karibu kumaliza. Ya kwanza ni utashi mkuu. We call it the sovereign will of God. Utashi mkuu. Hii ni siri ya mpango mkuu wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu ambayo itafanyika tu. Haleluya! Hii ni siri ya mpango mkuu wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu ambayo itafanyika tu. Haidhuru mwanadamu anafanya nini. Narudia, hii ni siri ya mpango Mungu. Unajua hii huwa inasumbua watu sana, ndio maana nairudia na nataka tuishike vizuri. Utashi mkuu wa Mungu, hii ni siri ya mpango mkuu wa Mungu kwa ajili ya ulimwengu ambao itafanyika tu, haidhuru mwanadamu anafanya nini. Haijalishi binadamu utafanya nini, haijalishi wewe utafanya nini, itafanyika. Bwana asifiwe. Itafanyika. Nataka niwapatie mifano mitatu. Ya kwanza ama minne. Ya kwanza, uumbaji wa dunia. Twende katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 4 mstari wa 11. Ufunuo 4:11. Nasema uumbaji wa ulimwengu. Biblia nasema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya nini? Mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Kila kitu kiliumbwa kwa mapenzi na hiari ya Mwenyezi Mungu, kwa utashi wake. Twende katika kitabu cha Wagalatia 4 mstari wa 4. Wagalatia 4 mstari wa 4. Tuone kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tuharakishe kidogo. Wagalatia 4:4. Lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Wakati wa kuja kwa Yesu ni Mungu alikuwa ameweka kwa mapenzi yake. Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari wa 7, mfano wa 3. Kurudi kwake Yesu. So kuja kwake wakati wa kwanza ni yeye aliamua wakati, sivyo? Kurudi kwake akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. Kuja kwa Yesu, kurudi kwa Yesu, kuja kwa Yesu kulikuwa mapenzi yake. Kurudi kwake itakuwa mapenzi yake na wakati wake. Hakuna ambaye anaweza zuia. Hakuna ambaye, hata Yesu mwenyewe anasema si kazi yako kujua wakati. Hauwezi badilisha ile siku imewekwa na itabaki milele, siku ambayo atakuja. Uwe tayari hapo, usiwe tayari. Hata angalia sema nimekwenda wote, nipatie dakika kidogo. Si mtume malaika amwambie huyu aache kudanganya, kwa sababu ninarudi. Akija amekuja ya mwisho.
kufa kwetu ama siku zetu za kuzaliwa na kufa. Zaburi 139:16. Zaburi 139, 139 verse 16. Inasema, macho yako yaliniona kabla sijakamilika kitabuni mwako, ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Mungu anakuandikia siku zako. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Kwa hivyo hiyo ni amri. Kuzaliwa kwangu si kama nilizaliwa, ni Mungu alileta na alijua. Kufa kwangu anajua, si haisongeshi mbele, haisongeshi nyuma. Anajua. Ni utashi wake. Hapa nataka kuzungumzia sisi ambao tunaomba. Wakati ambapo mtu ni mgonjwa, unamwombea alafu anafariki. Kama Mungu ametuambia na kwamba tuko na uwezo wa kuomba na wagonjwa waweze kupona, mbona basi watu hufariki? Utashi wake. Nimewaambia hili ni jambo ambalo husumbua watu sana. Kama mapenzi, tofauti ya mapenzi na utashi sasa unaingia hapa. Kama mapenzi ya Mungu ni kila mmoja wetu akuwe na uponyaji, kwa sababu kwa mijeredi yake kila mmoja wetu amepata uponyaji, mbona si wote ambao tunaombea wanapona? Mbona wengine wanaendelea kuwa na usumbufu, umaskini kwa mfano na ugonjwa? Mbona ukazaliwa wewe kuwa maskini na mwingine anazaliwa kuwa tajiri? Halo, utashi wa Mungu na mapenzi ya Mungu ni tofauti, kwa sababu utashi wake ni kama kuna utashi, kama nilivyosema, kama kuna utashi utashi mkuu wa Mungu hauwezi badilika, hata ulie, hata urukaruke. Kwa rehema zake anaweza kuongezea siku kama Hezekia. Lakini Biblia inatuambia miaka 15 ambao Hezekia aliongezewa, alitenda maovu. Heri hata angeongezea. Halo. Kwa hiyo tuone tofauti ya utashi wa Mungu na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Haya, kuna utashi wa amri wa pili. Tunatofautisha utashi wa Mungu mkuu na utashi wa amri. The will of God, the sovereign will of God and the will of command. Bwana asifiwe. Utashi wa amri ni hizi ni kanuni na maadili za Mungu, ya Mungu na maagizo yaliyofunuliwa katika Biblia. Bwana asifiwe. Hizi ni kanuni na maadili ya Mungu na maagizo yaliyofunuliwa katika Biblia. Hapa tunapewa kitu ambacho tunaita hiari. Hiari ya kufanya au kutofanya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja wetu ana hiari ya kufanya ama kutofanya. Amri ya Mungu inatoka ni utashi wake. Kwa mfano, wacha niwapatie mfano mitatu pia. Amri ya kupendana katika Yohana 13:34, Yohana 13:34 anasema kwamba ni mapenzi yake sisi tuweze kupendana. Sasa amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Kwa kila mmoja wetu ako na jukumu la kumpenda jirani, ya kumpenda mwenzake. Huo ni utashi wa amri ya Mungu. Lakini sio kama kufa ama kuzaliwa ambapo utashi wake ni mkuu. Hapa una hiari yako kufanya ama kutofanya.
uaminifu na ukweli. Mambo ya Walawi 19:11. Anataka kila mmoja wetu aongee ukweli, anataka kila mmoja wetu awe mwaminifu. Mambo ya Walawi 19:11. Na pia utafungua Waefeso 4:32. Inasema msiibe wala msidanganye wala msiambiane. Unaona? Amri za Mungu. Akitoa hii amri anamaanisha kila mmoja ambaye anaokoka, kila mmoja ambaye anampenda, kila mmoja ambaye anamfuata asiibe, asidanganye, asiambiane uongo. Halo? Huo ni utashi wa amri yake. Anataraji kila mmoja atafanya vile, lakini una hiari ya kufanya au kutofanya. Waefeso 4:32. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe. Utashi wake ni kwamba kila mmoja wetu ataweza kusameheana. Je, kuna mtu ambaye umemshika rohoni, umemfungia rohoni, uko na ubaya ndani ya roho yako, ukimwona mtu fulani, ukimsikia mtu fulani, ukisikia jina lake, anasema kusamehe kila mmoja wetu, awe na msamaha na awe na huruma. Wengine wetu hatuna huruma. Kweli wanahitaji kuadhibiwa, kweli wanahitaji kukeleleshwa, wanahitaji koromaza, lakini tafadhali tunaambiwa tuwe na huruma. Halo? Utashi mkuu wa Mungu hauepukiki, lakini kuna hiari katika utashi wa amri, ambayo majuto ni kutotii, na ambaye hatatii hataingia ufalme wa mbinguni. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nataka tukamilishe swali kuu. Kichwa cha ujumbe wangu kilikuwa utashi wa Mungu dhidi ya utashi wetu. Swali kuu ni hili: wakati ambapo umepatana na jambo ama umepatana na jambo fulani ambalo limekuwa ni la kusumbua, umeliombea kwa muda mrefu na limekuwa ni kama halijajibiwa, wakati ambapo unataraji kitu fulani kije na kiji kwa muda ama wakati ambapo unataka, shida inakuwa ni shida ipo wapi? Je, mara nyingine ni utashi wetu ambao umekuwa mkuu kuliko utashi wa Mungu? Je, tuna upungufu fulani ambao lazima tuujaze kwa kusoma neno la Mungu, kwa kufundishwa, kwa kuomba, kufanya dhamiri yetu ipande, kufanya hisia, sauti ambayo niliwaambia, sauti ya ndani iweze kuwa kuu kuliko sauti yetu? Je, inaweza kuwa ni matamanio yetu lakini sio mapenzi ya Mungu? Bwana asifiwe. Tunaulizwa ya kwamba utashi wake Mungu uwe juu ya utashi wetu. Wakati ambapo kitu kimefanyika na kinakuvunja moyo, lakini umeomba, umemtazamia Mungu, wacha mapenzi yake yaweze kufanyika. Akatuambia mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Hilo ndilo ombi letu. Jua ya kwamba unaweza kuwa hujui mwisho wako ama mwisho wa lile jambo ambalo umelipitia, lakini Mungu atasifiwa. Bwana asifiwe. Nitatumia mfano tu mmoja tu wa magonjwa. Tufungulie Yohana 9 mstari wa 3. Yohana 9 mstari wa 3.
tutatumia magonjwa. Niulize swali ambalo nauliza ni kwa nini magonjwa hukaa? Umeomba lakini unapata ugonjwa umekaa kwa muda haujaenda, ili hali unafaa kwenda, kila ugonjwa unafaa upone katika jina la Yesu. Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. Kwa hivyo huyu ni kipofu ambaye alikuwa amekaa miaka mingi kutoka uzaliwa kwake, hakuwa ameona. Wengi wakasema huyu ni mgonjwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya dhambi, na kama si dhambi yake ni dhambi ya wazazi wake. Yesu akasema sio dhambi imefanya awe kipofu, lakini ili Mungu ajidhihirishe ndani yake. Bwana asifiwe. Hivyo unaweza kuwa kwa jambo likae kwa muda ili Mungu aweze kupata sifa wakati ambapo atakutoa. Kwa hivyo lazima utatolewa. Bwana asifiwe. Pili, Wakorintho wa pili mlango wa 12 mstari wa 7 hadi 9. Tunaona Paulo alikuwa na mwiba mwilini mwake. Wakorintho wa pili 12:7 hadi 9. Tunaona Paulo alikuwa na mwiba mwilini wake, lakini ilikuwa hivi, ilisema na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi. Kwa hivyo saa zingine tunakaa kwa jambo fulani kwa muda fulani mrefu kidogo kuliko vile ambavyo tulikuwa tunatarajia, ili tusijivune kupita kiasi. Halo, andika hiyo. Roho wa Mungu ataweza kufafanulia zaidi. Lakini ni kukuweka mahali ambapo utaweza kuomba na kumtumainia Mungu. Ambalo ni ya tatu, ambalo ni kukomaza imani yetu. Katika Ayubu 42 mstari wa 5. Ayubu 42 mstari wa 5 na Zaburi 103 mstari wa 3. Tuanze na Ayubu 42 mstari wa 5. Inasema, nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Bwana asifiwe. Imani yako inakomaa. Ilikuwa ni kusikia tu umesikia, lakini sasa unaona ukuu wa Mungu na mkono wake unakutoa kwa jambo lile. Mungu, nilisikia ulitendea mtu fulani jambo fulani, umempatia pesa nyingi, ama sijui kuna mtu nisikia mfano fulani ambao ulinifurahisha. Ndugu mmoja alikuwa na familia yake, lakini wakakosa chakula. Mkewe akamwambia, sasa nikope. Je, nikope pesa ili tule? Naye ndugu akamwambia, Mungu anajua hatuna chakula. Si Mungu anajua hatuna chakula na yeye ndiye anatuongoza Wacha tuone kenye atafanya. Kama anataka tufunge, wacha tufunge. Ilikuwa asubuhi na nilala njaa. Mkewe akashangaa. Na jamaa akarudi kwa Biblia, akaendelea kusoma Biblia. Rafiki yangu mmoja alikuwa na imani kali. Ikifika saa 7, saa 8, marafiki zao wakaja wakatembelea. Wakaja na chakula kingi sana. Sijui kama wewe unaweza kuwa halili ambayo unasema, kama Mungu alimtokea Abrahamu, nitokee mimi, niongeleshe mimi mwenyewe. Mungu anasema kwa wakati mwingine atajitokeza vile. Bwana asifiwe. Anafanya ukae kwa muda kwa kitu fulani ili ukomae kiroho, anaku-stretch kidogo. Bwana asifiwe. Na mfano wa mwisho tumesema Zaburi 103 mstari wa 3. Hii inasema ya kwamba saa zingine sio kwa sababu 103 sio 113. Ya kwamba magonjwa yako duniani kwa sababu ya uharibifu wa dunia. Bwana asifiwe. Inasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Kwa sababu dunia wakati ambapo iliharibika, iko na uovu ndani yake. Mungu ndiye anatusamehe
maovu yetu na kuponya. Kwa hivyo unaona, kusamehe maovu inakuja pamoja na uponyaji. Kwa hivyo wale hapo wamekosea sana, wale wafuasi wake ambao walikuwa wanauliza kwa nini huyu hapo katika dhambi, nani aliyetenda dhambi ili huyu awe kipofu? Ni kwa sababu kuna uwiano wa dhambi na magonjwa. Bwana asifiwe. Halo, najua ukikaa bila shati ulale bila shati nje usiku, upate homa, useme ni shetani. Ukilalalala uko nje hivyo, ufanye mapenzi nje ya ndoa ovyo ovyo, upate ukimwi, useme ni nani? Ni Mungu hakukuzuia. Bwana asifiwe. Tunaelewa? Wacha tusimame. Mungu amekuwa mwaminifu na ametusaidia kuona utashi wake uko juu ya utashi wetu. Ningetaka kila mmoja wetu aseme mapenzi yako yaweze kufanyika katika maisha yangu. Inua mikono yako na mwambie Mungu hivyo, wacha mapenzi yako yafanyike katika maisha yangu kama ilivyo mbinguni. Wacha uwezo wako Baba uweze kuonekana katika maisha yangu. Mungu Baba, nasema ni asante kwa neno hili ambalo limekuja kutupatia nguvu, tuimarisha, kufanya kila mmoja wetu aweze kuwa na msingi bora ndani yako. Kila mmoja wetu Yesu Kristo ajitazame, ajitathmini, aone kile ambacho anafaa kufanya, mahali ambapo anafaa kujirekebisha, mahali ambapo alifanya kwa ukali, kusema kwa ukali, kwa sababu jambo alimfanyika kwa mapenzi yake. Ajue ya kwamba ni wewe pekee ambaye unayakamilisha mapenzi yako kwa wakati wako ambao unafaa. Asante Mungu wa miungu, tunajiachilia mikononi mwako, tunajisalimisha kwako Yesu Kristo, tukisema wewe ndiye mwanzo, wewe ndiye mkamilisho wa kazi njema ambayo iko ndani yetu. Tunajitoa kwako Yesu Kristo, pokea sifa na shukrani. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Mungu aweze kuwabariki. Tuendelee kwa nguvu za Mungu. Tunaingia katika